Ninaitwa Frederick, ninaishi hapa Mwanama. Mimi ni mtu ambaye nimesumbuliwa sana na tatizo la ulevi kwa miaka 13 na uvutaji wa sigara na madawa ya kulevya mengine. Lakini nilipokuja ile Jumapili hapa, nilikuja nikiwa na tatizo moja ambalo lilikuwa linanisumbua na linaniumiza sana akili, kwamba uvutaji wa sigara. Ni kitu ambacho nilikuwa ninaona kina uwezo wa kunidondosha na kunirudisha katika matumizi ya pombe ambayo nimeyasimama kwa kipindi fulani. Sigara ili nisumbua kwa muda mrefu sana. Nakumbuka Jumamosi kabla sijaja hapa nilikuwa sina mpango wa kuja kanisani. Jumamosi niliamka asubuhi nikavuta sigara 2. Nikasema hivi kweli kama hii sigara nashindwa kuiacha, si hata pombe kweli nitaweza kuendelea kukaza bila kutumia? Hapana, acha nianze mazoezi ya kuacha. Nilikaa ile siku nikasema sivuti. Nilikuwa natafuna kila kitu, lakini wapi, harosto ikawa ni kali sana. Nikaamua kulala ndani. Nimelala ndani, sijatoka barabarani kwa sababu najua tu nikitoka nitaenda kutumia. Nikakaa mpaka usiku. Saa 7 usiku akili inaniambia hivi, ni nini kinakutesa na unao pesa? Toka nenda kanunue sigara. Wapi, nikawa nimekomaa. Kweli asubuhi nikasema kitu cha kwanza cha kunisaidia hapa, nikiendelea kushangaa hapa, itakula kwangu, acha nikimbie kanisani. Ile ndio ikawa saa Jumapili yangu ya kwanza ya mabadiliko. Nikaja kanisani. Nilipokuja kanisani, papa akawa amesema kwenye swala zima la kushiriki, usijali, wewe shiriki, haijalishi una dhambi. Mungu anawahitaji watu wenye dhambi. Alafu akasema wakati kwenye maombi, tuko kwenye maombi ya toba, akasema hebu tubu, hata kama ni hiyo sigara tubu. Uwezi amini, nilijikuta ninatubu na hiyo sigara. Nilitubu, kumbe ninapoendelea kutubu ndio ile hamu ya sigara ikawa inakauka ndani yangu. Amen. 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 Nasema ushirika mtakatifu unapoingia kwenye mwili wako unaenda kusafisha. Damu ya Yesu ilipoingia kwa huyu kijana iliondoa takataka. Akasema mimi nitaenda kanisani. Haijalishi ni kitu gani kinanizuia. Haijalishi kuna kiu kiasi gani. Haijalishi kuna ugomvi kiasi gani. Haijalishi kuna rosto kiasi gani. Haijalishi kuna magonjwa kiasi gani. Dhambi ya asili naenda kuitubu. Alipofika kwenye hii madhabahu, akasema leo kuna kutana na ushirika mtakatifu. Ushiriki mtakatifu. Akasema leo nitashiriki. Aliposhiriki, nini kilitokea? Ile kiu ilikata. Nasema ile kiu inaenda kukatika kwa Yesu. Nasema unapoingia kwenye hii madhabahu, kile kitu ambacho mtumishi wa Bwana anasema, nasema ushirika mtakatifu unaenda kuleta ushirika wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Nasema pokea hicho kibali. Pokea hiyo neema ya ushirika mtakatifu. Karibu mtumishi wa Bwana, karibu kijana. Baada ya ibada, baada ya kushiriki, nikatoka nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani siku yani tu ile automatically nikajikuta sijawaza kuhusu swala zima la sigara. Mpaka ile imefika jioni kabisa, nimekula chakula cha usiku, ndo nikakumbuka hivi na maana leo nimemaliza siku sijavuta sigara. Nikaingia kwa kupiga magoti nikamshukuru sana Mungu. Amen. 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 Na kuanzia siku hiyo, hasa hii shuhuda nilikuwa niitoe ile Jumapili, nikawa kama siamini, kwa sababu miaka 13 sikuwahi kusimama hata siku moja kuvuta sigara, na sio nilikuwa navuta hadi zaidi ya pakiti, na hakuna siku ilipita bila kuvuta, na nilijaribu kuacha mwenyewe, lakini wapi, ilishindikana, na sikuwahi kuvuka siku bila kuvuta. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha ajabu na miujiza kwangu. Sasa nikawa nasema hebu ngoja kwanza, ni hivi kweli imewezekana? Yani nikawa na ile shuhuda sana nilikuwa nitoe ile siku, nikaona niumeze kwanza niangalie hivi kweli, je, sigara kweli nimeweza kuiruka kweli? Na mpaka ile Alhamisi usiku nimekaa nikasema kweli sasa sasa hii inanipasa kwenda kushuhudia, kwa sababu mpaka sasa hivi mpaka Jumapili nitakuwa nina siku 15 za kukaa bila kuvuta sigara. Amen. 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 Na kingine ambacho kwenye ile ibada ya kushiriki mimi kwangu iliisha. Amen. Iliisha, na kweli mimi naamini iliisha, kwa sababu nakumbuka kabla hatujashiriki papa alisema hii damu ya Yesu iende ikakuunganishe, ikakupatanishe na mafanikio yako, ikakupatanishe na chochote. Basi mimi nikawa kuna mtu niliongea naye nikamwambia mimi nilisoma tourism, lakini
Shetani, maana nilikuwa najilipia ada mwenyewe, shetani akanipigia kikumbo, ndo nikaingia kwenye ulevi. Hasa nikashindwa kumaliza. Hasa yule mtu nilivyokuwa nimepiga naye story, hasa ile Jumapili nilivyokuwa hapa hivi niliomba, nikamwambia Mungu, naomba hii sadaka yangu ikazungumze pale ambako siwezi kuzungumza, ikanitetee Mungu ile sadaka. Basi ile tumetoka hapa hivi, ile Jumapili usiku, kuna huyo mtu akaniambia, nimeongea na fulani, ananiambia bana, ulikuwa unasema kama unataka kurudi skuli uende ukamalizie uchukue cheti chako cha tourism, maana mimi nimesoma Kiitaliano na Kiingereza. Kwa hiyo akaniambia basi kama vipi, nataka kesho asubuhi mimi nikakusimamia nikakulipia ada. Wapi vigelegele kwa Bwana Yesu? Haleluya! Nagerema kwa Bwana Yesu. Amen. Ndio nguvu ya damu ya Yesu Bwana. Hii ndio nguvu ya damu ya Yesu. Amen. Ndio nguvu ya ushirika mtakatifu. Sema hii ndio nguvu ya ushirika mtakatifu. Hii ndio nguvu ya hii madhabahu ya God's love. Na tena. Inatenda kwa huyu na tena na kwako. Amen. Milango ya baraka inayofunguka. Angalia miujiza inayofanya kazi. Baraka dago. Amen. Basi ilipofika ile Jumatatu asubuhi, ni yeye mwenyewe ndo akanifuata akaniambia, sasa ndo twende hadi hapo shuleni kwanza, tupitie kwanza mahali, afu tukitoka tuende kule shuleni. Sasa tulipopitia hapo mahali, ukawa muda umemuisha. Hasa ule muda ulivyomuisha, akaniambia, naona muda wangu umeisha, nachelewa kazini. Sijamjibu kitu mimi, nikamrudia Mungu. Nikamwambia Mungu, wewe ndio uliomleta huyo mtu na wewe ndio unajua hatima yangu. Yule mtu huwezi amini, akafikia mahali akaniambia, mimi leo bana, nimeamua kuchoma hii siku yangu kwa ajili yako. Tutaenda. Hicho roho ya kibali inafanya kazi. Roho ya kibali inafanya kazi kupitia damu ya Yesu. Nasema roho ya kibali inafanya kazi kupitia ushirika mtakatifu. Roho ya kibali inafanya kazi kupitia maneno ya mtumishi wa Bwana. Alipoachilia kwa huyu kijana, milango ikafunguka. Nasema alipoachilia kwa huyu kijana, inaenda kufunguka na kwako. Yale yaliyotendeka kwa huyu kijana yanafanyika na kwako. Yanafanyika kwa watoto wako. Yanafanyika kwenye ndoa yako. Yanafanyika kazini kwako. Pokea hicho kibali. Pokea hicho kibali cha kukombolewa. Karibu. Basi tukaenda shuleni pale chuo, akauliza ada ni shilingi ngapi? Akasema, sasa mimi sitaki ufanye brush, nataka uanze upya kikamilifu. Mimi sitajali ni shilingi ngapi, gani nitalipa, na utasoma mpaka pale ambako wewe mwenyewe utaona sasa uko tayari kwa kwenda kazini. Kwa hiyo mimi nikamshukuru sana Mungu kwa ile siku. Na shuhuda yangu nyingine, kweli mimi ile siku ya kushiriki iliisha kwa sababu mimi nilikuwa, baada ya kwa kutumia vilewesho kwa muda mrefu na madawa mengine ya kulevya, iliniletea tatizo fulani ambalo hilo tatizo kitaalamu waliniambia hilo huwa linatokana na matumizi ya muda mrefu ya madawa ya kulevya. Ni tatizo ambalo limenitesa sana, ni tatizo ambalo lilikuwa likinipata inabidi niende nikatumie ili hali yangu irudi niwe kama binadamu wa kawaida. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kukaa, hata kipindi ambacho nimesimama matumizi ya pombe, ile hali ilikuwa ikinirudia mara kwa mara. Nilishawahi kushia na mtu akaniambia, hii tatizo kama lilikuwa ndio hivyo, ukitumia ndio mwili unakaa sawa, litaweza likakudondosha siku moja ukarudi kwenye matumizi ya pombe. Ni tatizo ambalo lilikuwa alafu nilikuwa kabisa, yani kwa wiki linanitokea mara moja au mara mbili. Kwa hiyo kuna wiki ilikuwa ikifika kabisa naona hadi leo bado sijapatwa na ile shida, naona itakuwa mbaya zaidi, kwa sababu ilikuwa inanipata usiku saa 8, saa 7, saa 9 usiku. Nahisi kama ni pepo lilikuwa ndani yangu, lilikuwa linataka kunirudisha kwenye ulevi, kwa sababu kuanzia kabla sijasimama ndo hiyo hali ilikuwa ikinishika, lazima nikatumie ili nikae sawa. Kwa hiyo hasa nikamuomba sana Mungu kuhusu hilo tatizo. Sasa nilipokuja ile Jumapili kushiriki hapa, ndo na hii shuhuda pia na yenyewe pia nilisema niimeze, kwa sababu niliona kama maajabu. Wiki ya pili lile tatizo halijanitokea. Sasa na hii sasa tunavyoongea ni wiki ya 3. Namshukuru Mungu, iliisha na imeisha. Amen. Namshukuru sana Mungu kwa huo uponyaji. Ni kitu ambacho kilikuwa kinanipa sana hofu ya kunirudisha kwenye matumizi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu, sifa na utukufu namrudishia yeye. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Amen.